Huu ni mfumo wa wapangaji kiganjani web version. Kwanza click get started, weka taarifa za landlord hapa, jina kamili, namba ya simu, weka password na confirm password. Hapo unaweka referral code kama wewe ni agent. Kama sio agent unaiacha kama ilivyo. Una create account. Click create account. Sasa hapa tuna create property. Weka jina la property na location. Alafu hapa unaweka picha. Weka picha, una click hapa, unatafuta picha. Weka picha. Hapo unaweza kuondoa picha. Click next. Hapo unachagua kama hiyo property ni nyumba ya chini au ni gorofa. Kama ni gorofa, na next. Ukifika hapo unachagua idadi ya gorofa, kama ni moja, kama ni mbili au tatu, unaandika 2. Kwa hiyo tunaanza na chini, first floor, unaandika kuna wapangaji wangapi, unachagua kutokana na muonekano wa site, kama vyumba vimekaa hivi au kama vyumba vimekaa hivi, bado floor 2, hapo unachagua, then una save, click next. Hatua inafuata ni ku set rent amount kila unit. Namna ku set rent amount, una click hapa, unaipa jina la unit, kodi shilingi ngapi, unaweka kodi hapa kwa 200,000, inakuwa inabadilika rangi hapa. Unafanya kwa unit zote. Ukishamaliza una click next in this property summary na click create property. Okay, hapa ndo page, ndo landing page. Kwa landlord ya login utakuja kwenye hii page. Hapa kuna payment overview, pangaji atakaolipa kwa kutumia mfumo, pesa zitakuja hapa na ataweza withdraw hapa. Kwa kuna pesa hapa na atatoa pesa hapa tena kutumia. Hapa ni maintenance, mtu kuna messages zote zitakuja hapa za wapangaji. Hii ni payment plan, kama nataka kubadilisha payment plan. Hapa itakuja zile message za kuapprove kama mpangaji ameingia kwenye mfumo na kurecord payment, anakuja hapa. Hapa kama nataka kuwa property na manager, atamuingiza manager hapa, atasign manager. Okay, tunafuata kuingiza wapangaji, kuja hapa. Hapa kuna list ya unit zote. Hapa kuna floor plan, kama akitaka kuongeza units anaongeza hapa, ana click hapa, anaongeza unit. Mfano hapa kama nataka kuongeza unit, anaongeza unit nyingine hapa, na save. Hapa list ya wapangaji itakuwa hapa na issue payment itakuwa hapa. Tuingize wapangaji, kuja hapa kwenye unit, click hapa, jiuliza mpangaji je, amelipa au hajalipa. Kama amelipa una click hapa, kama hajalipa una click hapa. Hapa unasema kama unataka mpangaji apate message hapa au unakataa, unaingiza taarifa za mpangaji, jina kamili, namba ya simu ya mpangaji, kodi kwa mwezi shilingi ngapi kwa unit hiyo, amelipa kwa miezi mingapi, unachagua hapa. Alafu unarudia, unaweka tarehe aliyoingia, hapo unarudia kuweka kodi ya mwezi. Kilipa kiasi unaweka hapa, lakini kama akilipa yote unarudisha pesa ile, kiwango kile kile nakiweka hapa. Alafu una add tenant. Kija kwenye overview, badilika. Hapa tulichagua tenant ameshalipa. Kiweka kasa yako hapa ni kuonyesha detail. Tumuingize mwingine ambaye hajalipa. Okay. Mmoja amelipa, inaonekana green. Huyo ambaye hajalipa inaonekana njano. Ikiwa amelipa itakuwa green, red paid. Ikiwa kodi ikiisha itakuwa rent overdue, itakuwa nyekundu. Ikiwa anatakiwa kulipa itakuwa rangi hii, na ikiwa hakuna mpangaji itakuwa vacant, lakini ikiwa amelipa kiasi itakuwa partial payment. Huyu amelipa partial payment, alikuwa anadaiwa 4, kalipa 200,000. Mpangaji akiwa ameshalipa, huyu namba 2 akilipa, kama amelipa kwa cash, amemkabidhi mkononi, kwa inabidi kuingia na kurekodi taarifa yake. Ziko njia mbili za kufanya hivi. Anaweza kufanya mwenye nyumba, anaweza akarekodi, lakini pia mpangaji naye anaweza akaingia akarekodi. Ngoja nikuonyeshe mwenye nyumba. Mwenye nyumba anaingia hapa, ana click record payment, anachagua unit A2, anadaiwa amelipa 200,000, anasema full amount, anaweka comment, anasema record. Kirudi hapa imekuwa mbeleke mkoa kijani. Option ya pili ya malipo ni tenant akimkabidhi mwenye nyumba cash, mpangaji anaweza kaingia kwenye system na kulogin na ku record payment. Sasa hapa tumcreate tenant, alafu tuangalie jinsi ambavyo anaweza kaingia kwenye account yake na ku record payment. Tumeweka namba yake ya simu na amount
amelipa kwa miezi miwili, jumla 600,000. Ameingia tarehe hii, tuna record tenant. Add tenant atatumiwa message ambayo itampa username yake itakuwa ni namba yake ya simu, na password itakuwa jina lake la mwisho, unaongeza na 123. Akisha login ataingia na kuchange password. To create tenant tunataka atumiwe message ili aone username yake na password yake. Okay, mpangaji wetu ni huyu Justin Sebastian Daro. Sasa to log out kama landlord, tuna login kama mpangaji, namba yake ya simu hii hapa, password yake hii hapa, sign in. Tumeingia kwenye account ya tenant. Hapa dashboard, hapa anaweza katuma kama kuna maintenance, anaweza ka report issue. Unabonyeza hapa, report issue, request zote zitakuja hapa. Kwa hiyo hapa anadaiwa 600,000, anaingia hapa anasema make payment. Akiingia hapa ana option 2, already paid, kwa ana record payment hapa, au analipa kwa kutumia mfumo. Kama ameshalipa anaingia hapa ana record kile alicholipa 600,000 kama yote, anaandika hapa. Na kama partial payment anaweka partial payment hapa. Kama anadaiwa 600,000 lakini alipa 300,000, anaingiza 300,000 hapa. Kimaliza anasema submit for confirmation. Payment submitted, done. Log out. To login tena kama landlord, tuone kama status itabadilika ili landlord aweze ku accept, ili landlord aweze ku verify. Kwa hiyo mpangaji amesharekodi payment, lakini haitaenda kubadilisha status mpaka mwenye nyumba aweze kukubali ile taarifa iliyotumiwa na mpangaji. Kwa hiyo tuna login kama mwenye nyumba. Hapa mwenyekiti anaingia, mwenye nyumba akisha login anaingia hapa kwa payment approval. Hapa chini nakuta kuna amount 600,000 Sebastian Daro. Kwa hiyo na click hapa ku accept, click here confirm receipt, irudi hapa, property inabadilika na kuwa paid status.